Kwa hivyo ukiomba 1 hour na lugha ya mama, likely ya maombi ishukuliwe quarter tu ni lilo. 3 quarter ni udhaifu wako. Bwana Yesu asifiwe. Maombi ya fasting kwanza, ukifunga kula chakula alafu kubali Roho aombe ndani yako, na kuambia utasaidia watu wengi Kenya. Lakini sasa tunafunga kula chakula, tunastaki watoto wetu. Angalia baba vile ninaumia hapa prayer center. Na hawa watoto bado ni vichwa ngumu. Kama huyo firstborn ni kama anafuta bangi. Kweli unaweza kuripoti watoto wako kwa Mungu? Yaani shetani amekupatia kazi yake kwa muda. Maana kazi ya kuripoti watu ni shetani. Bwana Yesu asifiwe. Niliambiwa kuna watu walikuwa kuna prayer center ingine iko kule Ukabani na watu wanaenda huko sana. Nikaambiwa kuna washirika wamefika huko wengi wa kanisa fulani wanaomba. Watu wakasikiliza vile wanaomba. Wakasikia wanaomba wamalize pastor wao na mkewe. Wamama wanaongoza wanasema, Jehova, ukiona tumekuja tumeumia, huyo mwanamke ametumiza. Wali spend 7 days kuripoti pastor na mkewe. Alafu wakaomba maombi ya pamoja ya kwamba wamejibiwa. So nikaenda kwao nikawauliza, ni wanani walikuwa wanaombea prayer center? Wakasema ni sisi. Nikamwambia niambieni kweli maombi ilijibiwa? Akaniambia kama haikujibiwa tuli expect mke wa pastor, maana alikuwa na mimba atakufa akizaa. Sasa amezaa, amerudi kwa kanisa, hata ndiye aliokosa ibada. Unaona wako na huzuni kwa sababu ya mama kutokufa. Paka unashindwa ni nini? Wengine niliona wakifunga kanisa ya wenyewe hivi. Tumefunga hiyo church. Tumefunga mlango ya mbele, ya nyuma. Bwana asifiwe. Hii mambo ni kusema ya kwamba tusitegemee sana maombi ya akili. Tutafute vile Roho ataomba akiwa ndani yetu. Na Biblia inasema Roho akiomba akiwa ndani yetu anaugua na kuugua kusikoweza kutamkwa. Wewe maombi yale tu ninasikia tukiomba hapa si ya kuugua. Maombi ya kuugua hata jirani atajua hapa si maombi ya kawaida. Ni maombi inatoka huko ndani, unasikia mtu anaugua kabisa. Lakini ila maombi ya kistaarabu. Rabarabarabu shandaraba. Raraba sharaba karaba shanda, na unaangalia sana karaba raba sharaba karaba. Hiyo maombi ya ustaarabu haitakikani, kwa sababu naye utaomba kulingana na tamaa zako. Bwana Yesu asifiwe. Nitamaliza kwa kusema hivi. Kristo aliomba maombi matatu katika Biblia. Na hiyo sina haja ya kusoma, lakini mmeyasoma siku nyingi. Aliomba the same thing 3 times. Haikujibiwa. Mungu alinyamaza. Kuna wakati unaweza kwenda mbele ya Mungu aamue kunyamaza. Ni kusema hii kitu unaomba ni mapenzi yake, unataka na uendelee vile kinaenda. Maana Kristo aliomba, kama ni mapenzi yako niondolee hiki kikombe Baba, lakini mapenzi yako itendeke. Na akasema the flesh is weak but the spirit is willing. Roho hii lakini mwili dhaifu. Kwa hivyo hata Kristo akiwa na nyama hizi aliomba asikufe kwa msalaba, na alikuwa amekuja akufe kwa msalaba. Kama Kristo aliwezwa na nyama, na wewe? Watu wale wanaombea bwana yao akufe hapa ni wengi sana. Kwanza ukisikia usiku ni kama anasema sema thank you Jesus, maombi imeanza kujibiwa. Hii mambo ninasema ni kweli ama si kweli? Na kuna watu wengine wanaombea mke wa pasta afanye nini? Afe. Tulikutana nao na mke wangu. Tukiongea, mama mmoja akasema, hii mabibi wa pasta wamekaa sana na mafuta. Wakati umefika nao waondoke wengine. Nike
waondokee wengine wafe, watuashie mafuta. Hawa wanawake wa wachungaji walistuka. Walikuwa wanawake wa wachungaji kadhaa, wakastuka waliposikia ati maombi ile inaendelea Kenya. Ni wanawake wale wamekaa na anointed men sana, waondoke, wadada wengine nao wapate chance ya kukaa na hii mafuta. Na mmoja akasema yangu imejibiwa, huyu ni mimi anaoa this year. Sasa na hawa ndio sasa wako kwa maombi haya, nao waondoe mtu nao wakae na mafuta. Nikashindwa, ni Yesu anajibu hii maombi? Ni Yesu kweli? Inaitwa spiritual witchcraft kanisani, kumalizana kanisani. Baba ni miundo wa fulani karibu na pastor wetu, aondoke, go move. Wewe unafikiri ni shetani anaambiwa move? Kubwa ni ndugu wako hapa anaambiwa aondoke. Ukiomba mara 3 kitu na uone hakijibiwi, Mungu anataka laini hiyo umeshika uendelee naye. Dakika 2 ambazo nimebakisha, nitakuonyesha maombi yale watu wanaomba wakitaka kujua future yao. Maombi ya kutaka kujua future yako ni tofauti na maombi hii nyingine, kwa sababu unataka Mungu afungue kitabu na kurasa hatujafika. Nionyesha nitaolewa na nani, nionyesha huduma hii itaenda namna gani miaka 10 ijayo, nionyesha Baba kama utataka nikutumikia mwaka gani na ni lini. Hii maombi ndio watu wamejaa naye, maombi ya future. Niambie Baba biashara gani nitafanya, huyu mtoto wangu atakuwa nani, Baba Mungu nitaishi wapi, nitajenga wapi. Hizi ni maombi ninataka kujua, na tunajibiwa na baba yetu Ibrahim, na ndio nitafunga naye mchana wa leo. Angalia Genesis chapter 15. Genesis 15 mstari wa 8. Ibrahim alikuwa amepromisiwa mtoto siku nyingi. Mungu alikuwa anamwambia utapata mtoto, na akamwambia kwamba Ibrahim, mimi ni zawadi yako kubwa. Huyu mtu amezaliwa huyo mtumishi wako hata kuridhi, ataridhi yule amezaliwa na wewe. Ibrahim akataka kujua ni siku gani hiyo utaamini kwa mtoto. Angalia verse 8. Akasema, Bwana nipateje kujua? Maombi yote ya kujua, I want to know, sio maombi ya kawaida. Hiyo ni maombi ya kutaka Mungu afunue kesho, afunue next year. Kwa mfano, ninataka kujua prophecy za mwaka ujao. Hiyo sio maombi ya kunyamaza hivi, Baba nataka nijue 2020 itakuwa namna gani, naye Bwana akuja kuambia andika itakuwa. Haikwendi hivyo. Maombi yote ya future, na ndio maombi ilijibiwa kina Solomon na wengine, ni maombi mazito kweli kweli. Ibrahim akaomba, nitajuaje ya kwamba ni mtoto wangu ataniridhi? Bwana alimjibu namna gani? Verse 9, akamwambia unipatie ng'ombe wa miaka 3. Maombi yote unataka kujua, hiyo sasa itabidi utafute kitu ya miaka 3 ulete wapi? Hiyo maombi yako ya kujua, lakini si kutisha Mungu. Baba nieleze ama nitafute njia zingine vile nitasaidika. Baba niambie kama hiyo pesa itakuja ama haikuji. Na maombi hiyo ndio tuko nao mengi hapa, tumekosa kujibiwa. Maana ni maombi ya future, lakini we don't want to spend. Mungu mwenyewe ndiye anaitisha ng'ombe kwanza, si mtu. Si mtu aliambia Ibrahim, unataka Mungu akueleze? Na Saul huyu tumesoma juu yake, alikuwa amejua hiyo ukweli. Wakati kijana wake wa kasi alimwambia, hapa kuna mtumishi wa Mungu anaweza kutuambia puda zetu ziko wapi. Biblia inasema Saul aliambia mtumishi wake, hatuna kitu, atatuambiaje kule puda zimeenda na hatuna kitu. Mtumishi akamwambia, niko na nusu pesa. Wakaenda wakapatia Samueli. Aliwaambia kule zimeenda ama hakuambia? He told them. So inapofika kwa mambo mazito kama ya Mungu, next year itakuwa namna gani? Mungu unataka nikaishi wapi? Mungu nieleze, unataka next year niende wapi? Mambo haya sasa ni wewe na madhabahu ya Mungu. Wewe na madhabahu ya Mungu. Hiyo sio mambo Mungu anakuja free of charge. Maana Biblia inasema clearly, muashane na mambo ya kesho.
Si Biblia inasema hivyo? Mathayo, Yesu alisema mambo ya kesho muachane naye, shida ya leo inatosha. Kwa hivyo ukianza na wewe kusema nataka kujua nitaolewa na nani, ng'ombe utapeleka kwa madhabahu ya miaka mingapi? Halafu akamwambia nini ingine? Sasa nasikia mtu akisema sasa niliona niende kwa mganga, maana nikiuliza Mungu kama huyu ndugu anataka kunioa ndio atakuwa baba ya watoto wangu. Mungu akanyamaza, hata nikamwambia abie manabii hakuambia. Ndio nilienda kwa huyo diviner na akaniambia huyo mtu niwachane naye. Watu wameenda kwa divination maana hawakujua mienendo ya Mungu wao wa mbinguni. Bwana nipatenje kujua kwamba nitairithi. Akamwambia unipatie ndawa wa miaka 3, mbuzi mke wa miaka 3, kondoo mume wa miaka 3, unipatie hua na mwanajiwa. Wakati alimpatia alifunuliwa miaka 450 vile itakwenda. Bona Mungu hakumfunulia direct, si angemwambia tu. Hata unasemaje Abraham, mimi uniambie tu mtoto wangu atarithi nitajuaje? Mungu angemwambia tukuja hapa tuende kando, unajua vile itaenda, wacha nikufunulie miaka 450. Lakini alikataa. Alimwambia cost ya ufunuo wa miaka 500 ijayo. So wale hamupendi kutoa maroli kwa madhabahu, muachane na information ya kujua 2022 ni nani atakuwa president. Ngojea ifike, ngojea ifike. Bwana Yesu asifiwe. Baba Mungu, nataka unifunulie kwa sababu ya vile kazi ziko nyingi, nisifanye hii biashara nyingi na vitu nyingi alafu niwachie my cousins watawanya wakunywe pombe. Baba nitakufa lini? Hiyo information naweza kupewa, lakini costly. Ni watu wangapi walijua kanisani ya kwamba watakufa? Ni Simon Peter peke yake anatuambia nitakufa hivi karibuni, na Paulo. Hao wengine ni ghafla tu binifu, unakutwa na kifo. Bwana Yesu asifiwe. Wasichana walio hapa kutaka kujua ni nani atakuoa, hiyo ni maneno hata mimi siwezani naye, maana ni costly. Inatakana ubebe cost peke yake, sisi tutaabiwa, tutakueleza. Maana kila mwanamke anataka kujua ni nani, baba nionyeshe. Alafu sasa kama ulikuwa umetamani ndugu fulani, unaota na yeye unasema nimeonyeshwa, hiyo si Mungu amekuonyesha, ni line yako ya dream ya mwili. So Ibrahim akaambiwa ya kwamba ufanye hivyo, ukishafanya hivyo enda hizo vitu usipasue mara mbili. Alipofanya hivyo aliambiwa 450 years what will happen. Ningetaka niwaambie Bwana anataka tuanze kuomba, lakini tuombe kwa roho. Kuomba kwa roho si kunyamaza hivi. Kuomba kwa roho ni kubalia roho wa Mungu aombe akiwa ndani yako, mpaka unene na lugha zingine. Uache kuomba na lugha ya mama, uache kuomba na Kiswahili. Imagine tukiomba hapa na Kiswahili na ni shetani tunataka tuhepe tukienda Nairobi. Baba Mungu, sasa tunaondoka kuelekea Nairobi. Sasa na shetani anakujanga na washirika kanisani, si amesikia tunaenda, anaenda huko anangojea. Lakini kama tungeomba na lugha, hangejua tunasema nini. In fact hivi shetani ametushida sana, ni sisi tunampatia information. Baba, vile ninasikia sasa nataka kuolewa, hiyo information ya Kiswahili imesikika. Kuanzia hapo shetani anakuchoma moto kukuchoma. Kashomeni kama saa hii kanaweza kuanguka. Mimi kuna mambo ya ministry yetu siombi publicly na sitaomba mbele ya watu milele. Kwa sababu hiyo mambo nikiomba na Kiswahili, nikiomba na Kiingereza, shetani atasikia mwaka wa 2020 vile nimempangia, ataenda mbele anizuilie. Amen. Mipango ya Mungu inahitaji iwe siri. Kwa sababu mashaitani tukiipatia 1 month to prepare to fight us, they will be prepared well. Lakini sasa watu wa kuomba na roho wako wapi? Watu wengi wanataka kuitisha mali. Kama leo nikisema hapa nimeona kuna mtu atakuwa na ndege. Nasikia mpaka watu wananena wakiwaka moto. Nimeonyeshwa, haleluya, hapa kuna mtu ambaye atakuwa na meli. Nimeona billionaire
Kuna mtu nimeona amefuatwa na magari. Hiyo ni mzuri, ni tamu, lakini Bwana angetaka tumuombe hekima ya kusimamia ile familia ametupatia. Nipe hekima ya kukaa na mwanamke na kuzaa watoto na niwalee wawe wazima na wawe wa muhimu hapa duniani. A good prayer. Lakini maombi yetu yote, nimefungua hizo pesa zote katika jina la Yesu. Mapepo yote yamekamata pesa, wachilia. Halafu kesho tena, Baba, kama vile ni kwani hizi pepo za kwako ni nyingi namna gani zinashika pesa kila siku? Bwana Yesu asifiwe. Mimi ninataka leo tuombe na sauti kubwa na sauti ya Roho. Bwana Yesu asifiwe. Tuone kama hii maneno tumesoma hapa Mungu hata yajibu, na ajibu hata zaidi ya vile tunafikiria. Funga Biblia yako ni kuonyesha vile tutafanya. Wale wako juu mmenisikia vizuri? Yeah? Wale wako juu, Bwana asifiwe. Uombe kwa bidii bila kukumbuka huko juu. Tutakuangalia usiruke fence. Uombe kwa bidii. Kuna watu wako usigisi na wanataka mimi nakumbuka this is a refreshing conference. Mtu ameshoka, anakunywa maji baridi, anasikia amerudi. Kuna watu kati yenu wangapi? About 18 or 20. Hawa sio watu wa kawaida. Ni watu Mungu ameita wafanye kazi ya unabii, kutoa prophecy, kufunua mambo. Lakini kwa sababu ya vita wamelala kidogo, wameondoa kichwa kidogo tu. Na sisi mkiona tunahubiri hapa na kina apostle na wengine, sisi kuhubiri na kutabiri ni vitu viwili tofauti. Na sisi hatuwezi kuwa everything. Bwana Yesu asifiwe. Na kwa hivyo Mungu ametutumia kanisani kama hapa watu wengi ambao wana jicho la kuona, wanaona vile kumekaa, watu wa kufunua, lakini wako na uoga wengi, na wengine wamelala usingizi. Na leo ningependa kuambia kwa neno la Bwana, kila mtu wako hapa alikuwa ameshaguliwa na Mungu aende aambie watu makosa yao, aende awafunulie siri zao na dhambi zao, aende asaidie watumishi wa Mungu kuona mbele kuko namna gani. Leo ile kifuniko kimwafunika kitaondoka na mtafunuliwa. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Asha asimusimame sasa, muangalie watu. Muangalie watu wale, nguvu itaanguka juu yao. Ndio hawa naongea juu yao. Wakikamatwa na nguvu mngalete hapa mbele tuwaone na macho yetu. We, msikubali huyo anguke. Angalieni, 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 angalieni. Angalieni, sasa wanaletwa hapa moja kwa moja. Moja kwa moja. Waleteni pande hii ya mbele, msichoke, msichoke. I hope uko juu hakuna nabii uko juu. Yaani kuna kifuniko kalikuwa juu yako, kamefunuka. Enda ukafanye kazi ya Bwana. Waleteni pande hii, waleteni pande hii ya mbele. Mwalete hapa mbele, mwalete hapa mbele na muangalie wengine. We, muralisha chini asitembee sana. We, muralisha hapo chini, arale hapo chini. Mwambie arale hapo chini, arale hapo chini. Muralisha hapo chini. Walete, walete, walete. Wanawake ndio wengi, lakini kuna wandugu watano hawa. Kifuniko itatoka kwa kichwa yao. Watatabiri. Watatabiri. Asha, si haraka haraka mnaleta pande hii ya mbele. Haraka haraka mnaleta hapa. Mnaleta pande hii ya mbele. Tunawaona watu hao wa Mungu. Hata wale wako huko nyuma walete tu, walete tu. Nimewaambia watu 15 hapa wataletwa hapa na Roho wa Bwana. Maana hawa watu, ile kifunio imewafunika, imeondoka kwa hii conference. Bingu yao imefunguka tena, wafanye kazi ya Bwana. Moto imewaka, moto imewaka, moto imewaka.
Ramba raba raba rabo shanda raba. Wengine shukueni ile ndugu amelala pale, mumulete hapa mbele. Huyo mwingine walete hapa mbele, walete hapa ndio nyumba yao. Kila huduma duniani inainuliwa na Bwana. Huwa anainua watu wako na macho wanaweza kuona. Anainua watu ambaye wanaweza kufunua. Watu wanaweza kutumwa kwa viongozi na watu wadogo. Shandaraba. Kuna mtu amekaa chini na anaona Bwana Yesu. Unaona Bwana Yesu hivi mbele yako. Wewe ni mmoja wa hawa. Umeitwa na mwito mkubwa wa Mungu. Ukemee dhambi katikati ya watu wa Mungu. Unamuona Yesu hivi mbele. Kuja hapa. Mulete hapa. Lete hapa. Kanisa ya Bwana isiharibike mkiwa duniani. Kuna wanaume watatu watakamatwa na nguvu ya Mungu saa hii. Maana na wao ni wamoja wa wale wametumwa. Enda uambie watu makosa yao. Hiyo sio watu wa kawaida. Watafanya miujiza katikati ya watu. Mnawaona hawa ndugu? Mnaona hiyo wanaume? Nguvu ya Bwana imeshuka juu yao. Waleteni pande hii ya mbele. Rabababababa. Hata wakileta fujo, waleteni pande hii. Hii ni wakati wao wa kuinuka. It is time. Kansa imetusubua sana hapa duniani. Magonjwa ya kifafa, magonjwa mengine kama ya ukimwi. Lakini Mungu alisema amepeana vipawa. Hata hii kanisa tumekutana hapa leo kutoka eneo mbalimbali. Vipawa vya ponyaji vimepeanwa. Lakini watu wengi ni waoga. Wale wamepewa wanaponya usiku katika ndoto, lakini wakiamka hawaponyi. Sasa nguvu ya Mungu itamwagika juu ya wale waponyaji wote wako hapa. Kama Mungu alikuwa amekutuma uponye binadamu, saa hii utarushwa juu kama moto. Utarushwa juu na mafuta ya Mungu. Utarushwa juu na moto wa Bwana. Pokea katika jina la Yesu. Kule juu asha mnakibisana na watu wasiluke hapo. Mkibisana nao kabisa mpaka mnahakikisha mumewa contain. Hey, haleluya! Mwenye haki aseme hey! Leo ni msako wa Roho Mtakatifu. Nimesema leo ni Roho Mtakatifu na maombi. The Holy Spirit and prayer. Mnajua Musako unafanyangwa wakati watu wale wamefanya vibaya wako wengi kuliko watu wa kawaida. Leo watu wale wamekataa kazi ya Mungu ni wengi kuliko wale wanaifanya. Kwa hivyo kila mtu amekaa kwa kiti chake na yeye ametumwa katikati ya wanadamu kufanya kazi ya Mungu. Saa hii moto ya Bwana itashuka juu yako. Utaisikia tu. Utasikia tu moto ya Bwana iko juu yako. Utasikia tu moto ya Bwana imeshuka juu yako. Utasikia tu moto imeshuka juu yako. Hiyo fire ni thibitisho ya kwamba umelala siku nyingi. Amuka. Fanya kazi ya Bwana. Work. 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 Work for the Lord. Fanya kazi. Fanya kazi. Raba 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 shanda raba. Kila mtu amewahi kwenda kwa divine, wakati mzuri unaweza kutubu sasa mbele za Bwana, umwambie nisamehe. Kama umewahi kwenda kwa mshawi, mwambie nisamehe Baba, nataka nirudi kwako. Kama una kitu ya kishetani,
Unaweza kutoa uangushe hapo kwa kanisa, tutachukua baadaye. Sasa ni wakati wa kumwambia Bwana, nisamehe, nisamehe. Nisamehe na uanze kunijibu tena Bwana. Anza kunijibu tena na ndoto na maono. Leta ufunuo tena maishani mwangu. Haleluya. Kila mtu ainue mkono wake kwa Bwana, kila mtu ainue mkono wake kwa Bwana. Haleluya. Shandaraba shandaraba shandaraba. Kuna watu wengi wamekaa chini kwa viti, lakini hawa sio watu wa kawaida. Walizaliwa hapa duniani washenji wanadamu. Tunapoinua mikono yetu, moto ya Bwana itashuka juu yao na watafanya ile kazi walikuwa wamekuja hapa duniani kufanya. Pokea. Receive. In the name of Jesus. Waletani pande hii hata wale wako na fujo sana. Wakifika kwa madhabahu ya Bwana isibitike mwito yao na haki yao. Kila mtu anene mbele za Bwana, kila mtu aombe. Raba baba shandaraba. Shetani hauna uwezo tena juu ya watu wa Mungu. Loose them in the name of Jesus. Kila aina ya ushawi na uganga ifujike juu ya watu wa Mungu katika jina la Yesu. Kila mtu amefanywa ushirikina hapa, uvujike. Raba shindaraba. Kuna watu hapa wamepelekwa kwa ushawi na uganga. Wale wamekupeleka wanastarehe wakijua hautafaidika. Leo nimefuja hiyo nguvu iko juu yako katika jina la Yesu, na kuamuru hiyo mamlaka ya ushawi ikatike. Na wewe pokea nguvu ya Bwana. Pokea Roho Mtakatifu juu yako. Receive. Endeleni kuwaleta hapa mbele. Musishoke, musishoke. Leo kazi ni nyingi, lakini ni ya Bwana. Wote wamepokea nguvu ya Bwana, wamelala huko, mwalete pande hii ya mbele. Wafaidike katika maisha. Yesu, wewe ni Bwana. Unaweza yote. Kuna watu wanaponywa magonjwa ya kifua leo. Waanze kupokea uponyaji katika jina la Yesu. Kuna watu wameitwa hapa na mwito yako ni ya kwenda mpaka ng'ambo. Uambie wasungu habari ya Kristo. Nguvu ya Bwana itamwagika juu yako kudhibitisha. You have an international calling and God will open the way. Utaenda kila mahali. Utawaambia habari ya Mungu yule umepata, na watabadilika kabla hawaja kufa. They will change. Hapa Asha sinatakanga ugali sometimes kama leo. It needs eating ugali na pengine haukukula. Tushindana tu na watu watafika hapa katika jina la Yesu. Rabo shandarabo. Tunaweza kusimama sasa mbele zake Bwana zote. Haleluya. Tunaweza kusimama zote. Leo kutapeanwa vipawa mbalimbali katikati ya watu. Na kila mtu atakayepokea kipawa cha kutabiri, kunena lugha, kutafsiri, atakayepokea kipawa cha ufunuo, kipawa cha kinabii, kipawa cha kuponya, kutenda miujiza, hiyo yote unapewa kwa utukufu wa Mungu. Usilete watu kwako mwenyewe, wapeleke kwa mchungaji. Walete katika nyumba ya Bwana wasaidike. Inueni mikono yenu kwa Bwana. Lift up your hands to God. Holy Spirit, I welcome your presence into this place. Send the holy anointing upon these people. Baba, wale wote wako hapa chini na wale wako kule juu, naomba upako wa kipekee ushuke juu yao. Upako wa kipekee Baba, wakubali kubeba mzigo wako, wakubali kubeba msalaba wako, wakubali kutoa mali yako kwa sababu ya nyumba yako. Naomba mafuta ishuke juu yao sasa. Naomba mafuta ishuke juu yao sasa.
naomba mafuta ishuke juu yao sasa katika jina la Yesu. Msigo wa Mungu, msigo wa kazi ya Bwana ushuke juu yao katika jina la Yesu. Azani kupokea nguvu ya Bwana imeshuka. Wale wote mumefungwa na majini, mumefunguliwa leo katika jina la Yesu. Kila mtu wako hapa ambaye ni watu wamekuonea wakafunga wewe, unafunguliwa na nguvu ya Bwana iko juu yako saa hii. Pokea kufunguliwa. Pokea kufunguliwa. Sharabarabara boshindaraba tori barabara shanda. Waweza, waweza, waweza Mwokozi, waweza mambo yote, wewe mwaminifu. Waweza, 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 waweza Mwokozi, waweza mambo yote, wewe mwaminifu. Tunaweza kuketi. Mungu abariki sana. Mungu amekutana na haja za mioyo yenu. Mambo mengi imefanyika kwetu sisi siku ya leo, na nimefurahi sana kwa kupewa nafasi hiyo kuweza kuwahudumia. Mungu awabariki. Tutaonana siku nyingine. Amen.